26. Kitabu cha Marko 11 mstari wa 15 mpaka ule wa 26. Asoma kama ilivyoandikwa. Marko 11 mstari wa 15. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimwogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, akaingia mjini. Na asubuhi alipokuwa akipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi amsamehi, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni safari ya Yesu. Alikuwa anatembea na makutano na wanafunzi wake, na wakati alikuwa anazidi na kutembea miji na vijiji, akafika Yerusalemu, na hapo ndipo alipoanza wafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hayo maandiko yametimia hata siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maandiko wakati Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake na wakuwafundisha, yapo hata siku ya leo. Makanisa mengi huwa yanafanya biashara ndani na nje, ama nje ya lango la kanisa huwa wanauza na kununua. Bwana Yesu apewe sifa. Wanauza vitu wakiambia watu ni vitu vya upako, na hiyo biashara ipo katika makanisa. Na hapo Yesu atakaposhuka mara ya pili, hilo kanisa lazima litangamizwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameshindwa kutembea wakimwamini Mungu, wanatembea wakiamini vile vinavyouzwa katika hekalu la Bwana, wanaamini vile vitu vinavyotembezwa katika madhehebu mengi, na watu wengi wana macho na mmeona. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeona mafuta yakiuzwa, tumeona vitambaa vikiuzwa, tumeona mpaka wengine wakiuza fagio, wengine chumvi. Hiyo ni biashara ambazo zinaendelea katika madhehebu ya sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na huko ndiko wengi wamepotelea. Amen. Amen. Huko ndiko wengi wamenyakuliwa katika ufahamu wao. Wameshindwa kumwamini Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wanaanza kuamini miungu ambayo inauzwa kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wanaanza kuamini miungu. Lakini Yesu aliposhuka katika ule mji wa Yerusalemu, aliingia hekaluni, akapindua meza zao, akaziangusha, akaziteka nyara, kwa sababu hiyo biashara ilikuwa ni haramu katika nyumba la Bwana.
Yesu akawaambia ya kwamba hamkujua tangu zamani nyumba yangu ya Baba yangu ni nyumba ya sala, wala sio nyumba ya biashara. Amen. Na huko ndiko watu wengi wametekwa nyara siku ya leo. Amen. Watu wengi wametekwa nyara na vile vitu vinavyouzwa makanisani. Wamefanya nyumba ya Mungu kuwa nyumba ya mauzo, nyumba ya biashara, sio nyumba ya kumwabudu Mungu, sio nyumba ya kumtumainia Mungu. Wakafanya biashara katika madhabahu ya Bwana, na hiyo hasira iko hata siku ya leo. Yesu akishuka chini ya jua siku ya leo, hakika makanisa mengi yataangamia. Amen. Watu wengi watapigwa na Mungu kwa sababu watu hawaendi kanisani kwa ajili ya kuabudu Mungu. Watu wengi hawaendi kanisani kwa sababu ya kufanya ibada. Watu wengi wanaenda kanisani kwa sababu ya kuuziwa vitu makanisani. Amen. Watu wengi wanaenda kwenye madhehebu kwa sababu ya kile kitu ambacho akichukua pale. Kama ni maji kama haya anaenda nayo nyumbani, ananyunyuzia huko. Kazini unaambiwa ukanyunyuzie huko. Alafu la kushangaza, uoni mtu akinyunyiza mchana kweupe. Huo ni utumwa wa namna gani? Bwana Yesu ape sifa. Amen. Ukimpata mtu akinyunyizia maji ni kama amepewa na mganga na ameuziwa kanisani. Kwa nini usifanye kwa wazi kama unaamini hiyo kitu? Bwana Yesu ape sifa. Amen. Lakini kwa sababu ya kukosa maarifa na kwa sababu ya kutokusoma maandiko, kwa sababu ya kutokuliamini neno la Bwana, hapo ndipo unajipata unajiingiza katika mtego. Na ukijiingiza katika mitego hautaweza kufanya kwa wazi, kwa sababu umeshafungwa chini ya huo mtego. Ukienda kazini kwako, ukienda kwa biashara yako, unaanza vituko na sarakasi na ile hali unasema umeokoka. Huo ni ulokole wa kiuganga na kiuchawi. Ana Yesu ape sifa. Nyunyiza kwa upepe na utangaze hilo neno. Ambia mtu hii maji ni imeshuka kutoka kwa madhabahu fulani na inanisaidianga. Si ndio? Usikuti kuna mtu upendo anafanyanga hiyo uganga wa kiujinga nikupate. Ana Yesu ape sifa. Nikuone ama nikushuhudie tu mahali. Uniambie huko ulitoa uende huko ukapinduliwe meza na Yesu. Bwana Yesu ape sifa. Amen. Injili nyingi za sasa hivi ni za kupotosha watu. Na huko ndiko ambapo wengi wamepotezea huko ufahamu wao. Bwana Yesu ape sifa. Amen. Yesu alikuwa anafundisha akiwaambia watu, mkisikia niko kule msiende. Mkisikia niko mji fulani msiende. Huko bado. Bwana Yesu ape sifa. Lakini kwa sababu ya watu kutokumwamini Mungu, wanakimbilia miujiza, wanakimbilia maji, wanakimbilia vitambaa, na hizo vitambaa vinakuwa miungu yao, sio Mungu wao. Bwana Yesu ape sifa. Ukitaka kuishi na kutembea na Mungu, tembea kwa ujasiri. Bwana Yesu ape sifa. Ukiwa na kitambaa, ukiwa ama hauna, kama ni kulogwa utalogwa tu. Kama ni kuamini Mungu, amini Mungu, mchawi hata kukupata. Bwana Yesu ape sifa. Ile siku hiyo maji itaisha ama itakosa nguvu, Mungu wako atakuwa wapi? Si hapo ndo utalogwa vizuri. Bwana Yesu ape sifa. Maana hizi vitu zinapita. Kila kitu kinapita. Lakini neno la Bwana tunaambiwa halitapita milele. Bwana Yesu ape sifa. Uchawi utapita, uganga utapita, miungu itapita, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu na hatabadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo Yesu alianza kufundisha injili yake, na watu wa huo mti wakaanza kumwinukia, kwa sababu walikuwa wanataka kumuua, lakini walikuwa na hofu kwa sababu alikuwa mtu wa Mungu. Bwana Yesu ape sifa. Walikuwa wanataka kujua ametoka wapi na anafundisha mafundisho namna gani, lakini wakawa wanamwogopa kwa sababu jambo alilofanya liliwashangaza wengi. Bwana Yesu ape sifa. Si jambo rahisi upate kuna mhubiri anaingia mahali, aingie kwa kanisa alafu aanze kuvuruga vitu vinavyofanya mahali pale.
haikuwa rahisi. Sasa walipomwona Yesu wakashindwa kumwelewa na wakashangaa na mafundisho yake, na hapo ndipo walikuwa wanataka kumuua, lakini walikuwa wanaogopa. Ila ili neno la Bwana litimie, walimtafuta mpaka wakampata na wakamtemea mate, wakamtundika msalabani. Ni kwa sababu ya neno la Mungu litimie tu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mimi nimekuja na hii habari siku ya leo nikuambia kwamba simama ukiamini Mungu aliyekuumba, ukapate kumtumikia yeye peke yake, ukapate kumuishia yeye peke yake. Ni kwa sababu yeye ni Mungu asiyebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule alikuwepo, wakati upo, na wakati watakao kuja hapo bado, na hili neno litazidi na kuhubiriwa vizazi hadi vizazi mpaka Yesu arudi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo muache kutamani miungu, tamanini Mungu aliyekuumba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na usiweke mavitu kwa nyumba yako ukijua ati hiyo ndio itakusaidia. Haitakusaidia, itaisha, lakini Mungu hataisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wakati wakiwa wanaendelea na safari, wakapita ule mji ambao Yesu alikuwa amepita akiwa ameona njaa, na akaona mti akaukaribia kifikiri atapata matunda, lakini akaona huo mti hauna matunda na akaukemea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati huo walikuwa wakipita katika huo mji tena, wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, ule mti ambao uliulaani umekauka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na Yesu akaanza tena kwa kuwafundisha akiwaambia ya kwamba wakapata kumwamini Mungu, wakapata kumtumainia Mungu, kwa sababu kile unachomwamini Mungu kwa maombi yako, hicho ndicho utakachofanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia ya kwamba ukimwamini Mungu na upate kuambia mlima huu ng'ooke ukamee baharini, utang'oka na utaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ile kitu ambayo inasumbua mwanadamu wa siku ya leo ni kutokuamini, ama kuchukulia mambo kama kawaida, kuchukulia mambo kama ya kawaida tu. Lakini utakapochukua uamuzi mpya na uchukue hatua mpya ya kutembea na Mungu, ukapate kumwamini, shida yako itaisha. Ni wewe ukaseme na matatizo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wewe ukakemee shida inayokubeba katika maisha yako, ukakemea umaskini ambao umekubeba, ukakemea kila tatizo ambalo unaona hili linakukalisha chini, ukaweze kulikemea kwa jina la Yesu Kristo, kwa kumwamini Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Mlima tunaambiwa sio ule mlima ule wakati huo, ni mlima ambao umezuia maisha yako kwenda mbele, mlima ambao umezuia kupiga hatua yako. Ni wewe uchukue hatua ya imani, uambie mlima wa magonjwa, ng'oka mbele yangu, kwa jina la Yesu Kristo utang'oka. Ni wewe uchukue hatua ya imani tu. Utakapochukua hatua ya imani, hautaishi maisha ya kung'ang'ana. Ambia magonjwa, toka mbele yangu kwa jina la Yesu, yatatoka kwa jina lake takatifu. Ambia umaskini, toka mbele yangu, huo umaskini utatoka kwa jina la Yesu Kristo. Amini Mungu aliyekuumba, amini Mungu aliyekuumba. Ukimwamini, tunaambiwa hakuna jambo lolote utakalo muomba na likwame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mashida yetu yanakuwa mahali pamoja kwa sababu hatumwamini Mungu. Tunakaa mahali pamoja kwa moyo wa kulalamika. Moyo wa kulalamika ondoa. Amini Mungu kile ambacho unakitaka kutoka kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Jumapili iliyopita nikawafundisha tena kuhusu ile imani aliyokuwa nayo Bartimayo, ile ushujaa aliyokuwa nao. Na wewe leo nimekuletea habari ya kuamini Mungu. Mwamini Mungu kwa lolote ambalo nataka kufanyie, na utamwona Mungu kwa maisha yako. Hautaishi maisha kung'ang'ana. Amini Mungu atatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Yesu hakufanya mjadala na ule mti. Aliwaambia mti, kwa sababu hauna matunda, hauna faida, kauka kwa jina lake, na ukakauka. Walipopita kesho yake, unajua ile tabia ya kuzoea. Wanafunzi walikuwa wamezoea kutembea na Yesu, lakini walipoona ule mti umekauka, wakamwambia, Bwana, ule mti ulioukemea ulikauka. Amen. Ulikauka kwa sababu gani? Ulikuwa na masikio ya kusikia. Chochote kilichoko chini ya jua kina masikio. Amen. Amen.
Hata ugonjwa unakuanga na masikio, umasikini unakuanga na masikio, ufukara unakuanga na masikio, madhabahu zinakuanga na masikio. Iwe ni madhabahu ya Mungu, iwe ni ya giza, ziko na masikio. Ni wewe uchukue hatua ya kuamini. Madhabahu ya umaskini, toka kwa maisha yangu, itatoka. Amen. Ukisema madhabahu